Bendera ya Yanga mabegani. Yeah. Inamaanisha nini? Bendera ya Yanga inamaanisha ni bendera ya timu ya Yanga. Lakini vile vile Yanga ni my team. Lakini vile vile tena Yanga ni timu ya mzee wangu. Na ndio maana leo nimevaa bendera ya Yanga. Bendera hii mzee wangu Chembela ameniambia lazima uivae hii bendera kuhakikishia wananchi dunia nzima kwamba wewe ni Yanga. Mzee wangu Chembela, nikushukuru sana. Bendera ninayo na ninatamba nayo, na ubingwa pia tunatamba nao. Safi! Leo umesimiri na kurejea Jangwani? Sikuwahi kutoka. Yeah. Ila ulikuwa ukiwapa elimu wananchi yale madongo yao. Vipo vipi? Bwana. Niambie. Mambo yanaenda. Umepoa sana. Muulizo swali. Kajenjere. Unaulizwa umerejea Jangwani? Nimemjibu sikuwahi kutoka. Ila anakuuliza ulikuwa unatoa elimu? Ama ulikuwa unatania? Bwana, kubwa zaidi tumefurahi ni namna gani tulivyomfunga Simba. Niliwahi kusema sio rahisi kumfunga Simba, lakini jana tumeona namna Simba tulivyocheza naye kimkakati zaidi. Dakika 45 bila goli, dakika 45 goli mbili. Kwa hiyo kwangu mimi technical staff ni ongera kwao, wachezaji ongera kwao, mashabiki ongera sana kwao. Ndugu yangu Twalibu, ndugu yangu Shamte, ongereni sana. Mmefanya kazi kubwa sana. Leo wana Yanga tunajivunia kuwa na nyinyi. Leo wana Yanga tunajivunia kuwa na wao. Sijui niseme nini. Unajua wakati mwingine unapokuwa na furaha sana huna maneno ya kusema, lakini itoshe tukisema nimewapongeza sana Yanga, wachezaji, mashabiki, viongozi wote kwa kuletea ubingwa mara 4 mfululizo. Haikuwa rahisi na ilikuwa ngumu kiasi gani kwa Yanga kufikia hapo mlipo? Ni hali tangu mara ya kwanza ulikuwa ukiwaambia sio poa na kuichukulia poa klabu ya soka ya Msimbazi Simba kwa hatua waliofikia kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Usajili mkubwa na kwa mara ya kwanza without chemical ya wachezaji wanakwenda mpaka hatua ya finali ya kombe la shirikisho. Ni kweli mechi haikuwa rahisi, ni kweli ligi haikuwa rahisi. Sina kumbukumbu miaka ya nyuma huko, lakini jana nimekwenda kushuhudia ligi kuu ya NBC, bingwa amepatikana kwenye mechi ya mwisho. Kwa hiyo kwangu mimi lazima niwapongeze pia watani zangu kwa namna walivyotupa changamoto kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Sina la kuwadai watani zangu, wamefanya kazi kubwa, wamewapambania mashabiki zao, wamepambania timu yao, mwisho wa siku hawakupata kitu. Kwa hiyo lazima niwape hongera kwenye hili. Mimi naamini kwamba umeangalia mechi vizuri hapo jana. Makosa ya Simba yalikuwa wapi hasa? Akaweza kuruhusu Pacome Zouzoua kwenda kuharibia zile ratiba alizokuwa wamekuja nazo ndani ya dimba la Benjamin William. Makosa ya Simba ni Dosa, mbona unaingia kizumizi Dosa? Dosa, tuambie makosa. Bwana, mimi niseme asanteni sana na washukuru sana. Hapana Dosa, bado hawana makosa jana. Nimesema asanteni sana na washukuru sana. Hawana makosa jana Dosa. Kwenye football ili ufungwe lazima ufanye makosa. Kwa hiyo lazima nikiri Simba jana alikuwa na makosa mengi na ndio amepelekea kumpa mtaji Yanga kushinda goli mbili. Tumeona makosa ya ulinzi yalomfanya Pimpini Kamara kwenda kusababisha penalty. Lakini pia tumeona makosa ya ulinzi yamekwenda kusababisha goli la pili. Kwa hiyo nikianza kutaja makosa ya Simba, nitataja makosa zaidi ya milioni 1. Zaidi tu niseme niwapongeza Yanga kwa kuchukua ubingwa, lakini pia nawapongeza Simba kwa kutoa upinzani mzuri. Hilo tuamini katika ile ya kwamba Yanga jana walikuwa bora kuliko Simba. Always Yanga ni bora kuliko Simba. Misimu mitano hii. Lakini ubora wa Simba si wa kudharau. Kama nilivyosema mwanzo, tumeona ligi imekwenda kupatikana bingwa dakika 90 za mwisho. Kwa hiyo uweze ukamdharau mtu ambaye alikuwa anashindana na Yanga. Sio maneno vizuri. Lakini ukiangalia hata kwenye kimbini Simba jana alizidiwa. Ukiangalia hata kwenye quality ya mchezaji kwa mchezaji Simba pia jana amezidiwa.
Ndio maana nikasema nikianza kutaja makosa ya Simba naweza nikataja makosa zaidi ya milioni 1. Itoshe tu kusema Yanga bingwa na amedeserve kuwa bingwa na tunastahili kutamba na ubingwa, na ni mara 5 mfululizo Simba anafungwa. Yaani ubingwa ni 4 mfululizo. Kwa hiyo kama wewe mwana Yanga umefurahi Dosa, kwa maana hiyo sasa tutarajie kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa na wana Yanga kwamba hizi ni dalili za Yanga kwenda kutawala mpira wa Tanzania baada ya kufunga Simba, kwa sababu jana ilitarajiwa kama Simba angeshinda jana basi angekuwa kavunja mwiko, lakini kwa sababu karuhusu kufungwa basi tutarajie tena utawala mpya wa Yanga kwenye soka la Tanzania. Kwa ninavyoona kama Simba msimu ujao usipofanya sajili, tunaona ligi yetu ikawa kama ligi ya Kifaransa. Vipi? Tukisema ligi ya Kifaransa maana yake kwamba bingwa ni mmoja, miaka 10 ama tupakana bingwa huyu mmoja. Na ndio maana niwaombe sana watani zetu, tunatamani na wao wafanye usajili ili kuja kuleta competition kwenye ligi. Kama tukiendelea kuwa vile, kama wakiendelea kuwa na wachezaji wao 10 la mwisho, Simba kiukweli atatupa taulo mapema sana msimu unaokuja. Sawa, tumeona Simba ameruhusu kufungwa na Yanga mara ya 5 mfululizo. GSM, ule wimbo wa GSM wanadhamini timu nyingi bado huko, na je, hauoni haja ya GSM kuendelea kuzinufaisha klabu kwa sababu zinahitaji pesa? Mimi ni muumini wa dakika 90. Siwezi nikaamini kauli ya GSM imechagiza Yanga kwa bingwa. Mimi ninachoamini technical staff, wachezaji, pengine na nguvu kubwa mashabiki ndio wanapelekea Yanga kuchukua ubingwa. Hizi kauli tunasema sana, hizi kauli tunazimba sana, lakini tosha tukusema lazima tuwapongeze wachezaji kwa kazi kubwa waliofanya. Kuchukua ubingwa mbele ya Simba alikuwa jambo dogo, na ndio maana hata ukimsikiliza vizuri msemaji wa klabu ya Yanga anasema tunatambua tunakwenda kucheza na Simba Sport Club, miongoni mwa timu ngumu kufungwa ni Simba. Inawezekana ikawa amezungumza kwa mind game, lakini ndio uhalisia ulivyo. Simba anafungwa na Yanga lakini sio kirahisi. Ndugu zangu wanahabari, sina maneno mengi ya kusema, lakini itoshe vile vile nirejee, ongera viongozi wa Yanga, ongereni wachezaji, technical staff, lakini vile vile pia ongereni mashabiki, lakini pia niwape pongezi zaidi Shamteali na Twalibu. Hawa ndio Yanga. Kwa kumalizia, maswali mawili tu. Huu wimbo wa kutaka mwenyekiti aondoke, mwenyekiti Murtaza Mangungu aondoke ndani ya klabu ya Simba ambao umeanza baada ya Simba kupoteza jana, kwa upande wako wewe, mtazamo wako ni upi kuhusu uongozi? Swali hilo lipo kwa upande wa Simba. Nadhani itakuwa ni bora zaidi Jose, naweka bendera vizuri kidogo. Dosa, kuna swali hapa. Kuna utata mkubwa sana, na wewe mwenyewe iko video moja ambayo mimi binafsi ninayo ukisema kwamba Elia Mpanzu ni mchezaji bora, lakini jana watu wamemtafuta sana, hawajabadilisha kumuona jana dakika 90 attempt moja. Je, ni rasmi Pacome kulifaza kuliko mchezaji mwingine yoyote, na asisikie mwingine akitaja